Picha inaanza tu, tunamwona mwamba fulani kama vile anajiandaa kutoka. Bwana, hii picha weka mbali na watoto, kwani ni bonge moja la picha isee. Sasa huyu mwamba unayemwona hapa, kazi yake kubwa ni kujiuza. Yaani mwamba ni mtu ambaye anauza mwili wake kwa ajili ya kuwapa burudani wanawake. Ukimhitaji popote pale, anakuja, anakupa burudani safi kabisa, alafu unampa pesa yake, anaondoka. Na hiyo ndiyo kazi yake ambayo inamuingizia kipato, na ndiyo kazi inayomweka mjini. Wanasema kuna madada poa, alafu kuna hawa makaka poa. Sasa huyu kaka poa huyu, kazi yake ni kuwaburudisha wanawake yani. Ni hatari sana mzee. Sasa hapa ni asubuhi, yuko na mteja wake baada ya burudani nzito ya usiku kucha. Inavyoonekana bibie alipewa burudani ya nguvu mpaka amechoka hoi yani. Baada ya hapo, ikabidi amwamshe ili apewe maokoto yake, mwamba aondoke zake. Na huyu mwamba anaitwa Shanko. Mwamba akamwambia, "Mama vipi? Mbona umelala kama umefariki vile? Hebu nipe changu niondoke bwana, muda umeshaenda ujue." Bibie akamjibu, "Mbona mapema sana? Ndio kwanza saa 1 asubuhi sasa hivi." Mwamba akasisitiza, "Mama, muda umeshaisha bwana, wakati ndio kila kitu ujue. Wewe nipe pesa yangu mimi niondoke, au pia unaweza ukanitumia hata kwenye Tigo Pesa, sio mbaya." Bibie akatafakari kidogo, alafu akamwambia, "Mimi natamani kama ungekaa kidogo tukashinda wote pamoja, kwani haiwezekani?" Mwamba akashangaa na kuuliza, "Unamaanisha nini? Muda umeisha na ninachotakiwa sasa hivi ni kuondoka tu." Lakini bibie akamtoa hofu akisema, "Usijali, nitakulipa Shanko." Bidada kama vile amemwelewa mwamba hivi, kwa hiyo anataka akae naye, yaani ashinde naye siku nzima. Ujue mwamba yeye anachoangalia ni pesa tu, kwa hiyo hakuona shida wala nini, akamwambia haina shida yani. Mwamba ikabidi akae kwenye kitanda, alafu akaongea, "Inakubidi kwanza unilipe ile ya jana, alafu ndio tuanze siku mpya tena." Bibie akakubali na kumwambia, "Sawa, nitajie namba yako ya malipo." Basi mwamba kaitaja namba ile na kisha akatumiwa pesa yake. Basi mwamala ulivyosoma tu, mara moja mwamba akaanza kuvua nguo ili aanzishe burudani. Lakini bidada akamzuia na kumwambia, "Hapana, sitaki burudani kwa sasa hivi. Mimi sijisikii kufanya mapenzi, ninachotaka tu ni uwe pamoja nami." Mwamba akashangaa sana. "Inakuwaje ushanipa pesa yako, alafu hutaki burudani vipi? Mbona sikulelewi?" Basi mwamba ikabidi awe mpole tu asikilize. Ili mradi ameshachukua chake, yeye hana lawama. Basi baada ya hapo, bibie akachukua nguo akawa anajifunika. Mwamba akawa anashangaa. Akamwambia, "Sasa wewe unajificha nini na wakati usiku mzima nimebana hiyo, nimeichapa vizuri tu. Acha utoto basi, au ni zile pombe?" Mwamba akawa anashangaa, huyu msichana ana nini na amekuja vipi, mbona haeleweki? Basi bidada akotoka pale moja kwa moja mpaka jikoni, akawa anajiuliza, hivi ninachofanya sikosei? Yaani huyu bidada kinachomtesa hasa ni upweke. Anaona ana pesa, binti mzuri, ana umbo zuri, lakini cha ajabu ni kwamba ana upweke mkubwa sana. Yaani yuko peke yake na hapati mwanaume wa kumpa mapenzi ya dhati. Ni kama ana mkosi na wanaume hivi, mpaka anajikuta kwamba anakodisha mwanaume mtandaoni ili mradi tu kukidhi haja zake za nafsi. Basi akawa anajiuliza jikoni pale, hivi ninakosea au ninapatia? Lakini hapana bwana, mimi sikosei bwana. Huu upweke unanitesa, sijui utaisha lini jamani. Kwa hiyo ndio maana bidada alimwomba mshikaji akae naye siku nzima. Yote hayo ni kwa sababu ya upweke aliyokuwa nao. Basi baada ya hapo bibie anaandaa chai na kumpelekea mwamba akimwambia, "Karibu, nimekutengenezea chai kwa ajili yako." Mwamba akamtazama bidada kwa mashaka, kwani huo sio utaratibu wake wa kazi kabisa, na bado hajamwamini binti kivile. Akaenda mbali na kuhisi labda binti amemwekea sumu. Akamwambia, "Ujue bado sijaelewa kabisa. Hivi uko sawa kweli wewe?" Binti akauliza, "Kwa nini unaniuliza hivyo?" Mwamba akamjibu, "Sasa kwa nini unaandaa kiamsha kinywa na wakati mimi sio mpenzi wako?" Bidada akamwambia, "Hapana, usinifikirie hivyo. Mimi nimependa huduma yako na ndio maana nimeamua nikuandalie chai. Kwani kuna ubaya? Tumelala wote usiku kucha, iweje unashindwa kuniamini?" Mwamba akatafakari kidogo, alafu akamwambia, "Basi njoo tu sote tunywe chai kwa pamoja." Bibie akatabasamu kidogo na kukubali. Sasa baadaye kidogo Mwamba akamwambia binti, "Mimi nipo hapa muda wote, lakini mbona kama vile sikuelewi hivi? Ina maana nipo tu na kazi sizifanyi?" Ujue Mwamba muda wote yupo kikazi tu, kwa hiyo anadhani kwamba asipofanya kazi huenda labda bibie baadaye hatomlipa pesa yake kama walivyokubaliana. Lakini bidada akamjibu kwamba, "Mimi kuwa na wewe hapa haimaanishi muda wote tunafanya mapenzi, na kuhusu pesa yako usijali, nitakulipa tu. Kwa sasa hivi kuna kamchezo nataka tucheze." Mwamba akauliza kwa mshangao, "Mchezo? Mchezo gani?" Binti akamwambia, "Tucheze drafti." Mwamba akamshangaa bidada kuwa amekuja kwa ajili ya burudani nzito, lakini anashangaa anapewa michezo ya ajabu ajabu. Akajiuliza ina maana gani huyo dada? Basi Mwamba akashindwa kumwelewa ana maana gani. Ikabidi tu anyamaze, maana yeye anachoangalia ni maokoto tu. Basi bao likaletwa pale, wakaanza kucheza bwana, huku Mwamba asichokitambua ni
ni kwamba huyo binti yuko na yeye hapa kwa ajili ya kutaka kuondoa ule upweke fulani aliokuwa nao. Basi baada ya muda kidogo, cha ajabu bibia akaanza kuleta pigo za kimahaba, jambo lililomfanya Bwana Mwamba achukizwe kinyama yani. Akamwambia, wewe inakuwaje unaleta michezo hiyo? Mimi sio mpenzi wako ujue. Yaani Mwamba katika sheria zake za kazi haruhusiwi kabisa kujenga uhusiano wa kimapenzi na mteja. Yeye ni kazi tu, alafu baada ya hapo kila mtu anajua mambo yake. Sasa akamshangaa bidada, vipi mbona kama anaonyesha mapenzi? Basi baada ya pale bibia akaona amefanya kosa, ikabidi amwombe msamaha mshikaji. Baada ya hapo ikabidi Mwamba aondoke maeneo yale, lakini anaondoka huku akiwa anaongea maneno ya dharau fulani. Akamwacha bibia akiwa peke yake. Basi baada ya hapo ile siku ikaisha na mshikaji akaondoka zake. Sasa binti akibaki peke yake nyumbani huwa ni mawazo tu, na kitu kinachomtesa huyu mwanadada huwa ni upweke aliokuwa nao, kwa sababu anajiona ni mzuri, amefanikiwa kimaisha, lakini mbona hapati mume wala hana familia. Sasa hii kitu inampa msongo wa mawazo sana, alafu ukiangalia kama vile umri ndio unaenda hivyo, ni hatari sana mzee. Basi bibie mawazo yalizidi sana, ikabidi ampigie simu Mwamba bwana ili aje kumpa kampani. Na hapa baada ya kufanya yao, Mwamba ndio anarudi nyumbani. Yaani leo bibie ameamua ampe lifti mpaka nyumbani bwana. Lakini cha ajabu cha kushangaza, bwana huyu Mwamba kufika mpaka maeneo haya akamwambia kwamba nishushe hapo mbele hapo, kuna mteja wangu mwingine anatakiwa nikamfuate. Alinipa oda mapema sana, anasema ndio nimechelewa hivi sasa. Bibia akashangaa na kusema, wewe jamani ni mashine nini? Yaani mimi nimekupa lifti nikupeleke nyumbani, kumbe wewe unaenda kufanya umalaya wako? Yaani laiti kama ningejua nisingekupa lifti. Mwamba akatabasamu tu, akawa anamshangaa bibie, mbona anaanza kumwekea wivu wa kijinga. Bibia alidhani labda anamrudisha Mwamba nyumbani akapumzike, lakini kumbe Mwamba bwana anaenda kwenye kazi nyingine. Ni hatari sana mzee. Basi baada ya kufika hapo, Mwamba akashuka. Bibia akabaki kushangaa tu kama kweli Mwamba anaenda kupiga kazi sehemu nyingine. Lakini ikawa hakuna namna, maana jamaa ndiyo kazi yake kutoa huduma hiyo tu. Baada ya hapo, moja kwa moja bibie akaelekea mpaka ofisini, yaani kazini kwake, akiwa mchangamfu kabisa baada ya burudani ya kibabe aliyopewa na Mwamba. Mwenzake akamkaribisha. Jamani bosi wangu ni wewe, upo salama? Umeamkaje ndugu yangu? Bibie akajibu, nashukuru niko poa. Mwenzake akasema, pole na majukumu. Bibie akaitikia, asante shoga yangu, karibu, kuna jipya gani huku? Shoga yake akamwambia, kuna kazi hii nilikuwa nimeletewa hapa, ila nimeshaimaliza. Kilichobakia ni wewe kuweka saini tu, ili mteja atumiwe mzigo wake. Basi bibie akachukua karatasi lile na kuweka saini, na baada ya hapo wakaanza kupeana umbea hawa marafiki wawili, kila mmoja akijaribu kumwambia mwenzake ni kwa jinsi gani wikendi yake alivyotumia kwa mwendo wa kujigamba tu. Baada ya kazi, bibie akawa anarudi nyumbani akiwa peke yake na mawazo mengi sana. Yaani bibie anaendesha gari, lakini mawazo yapo mbali sana, akimlaumu Mungu tu kwamba kwa nini yuko single wakati anatamani walau na yeye apate mtu wa kumfariji, awe na familia na apate mume. Lakini kwake imekuwa ni changamoto, mpaka sometime anashindwa kujielewa ana tatizo gani, mbona yeye ni mrembo tu. Basi baada ya hapo anaamua bora aende klabu tu kwenda kupunguza mawazo. Lakini hatimaye usiku ulipofika, kararudi nyumbani akiwa amechoka hoi yani. Bibie anaingia ndani, mawazo yako pale pale. Ila sio poa. Mwanamke ana mvuto. Bwana, wanaume mko wapi? Binti anaangalia nyumba kubwa, lakini haina maana yoyote. Kwa kweli binti anatia huruma sana. Na kwa hali ya kawaida, haya maisha yapo yani. Kuna wanawake wanaopitia changamoto kama anavyopitia huyu dada hapa. Sasa siku nyingine bwana, binti kalewa chakari. Yaani baada ya kuwa kwenye sherehe, akiwa na marafiki zake, mpaka rafiki yake ikabidi amsaidie ampeleke nyumbani. Lakini unaambiwa binti, muda wote yeye analalamika tu na kusema, mimi nina mkosi. Yaani mimi nina mkosi kabisa yani. Nyie wenzangu mna familia, mmebarikiwa kuwa na waume. Mimi nina nini jamani? Mbona mimi sipati mume? Basi rafiki yake baada ya kumweka kwenye kochi, ikabidi aingie chumbani kwenda kumchukulia shuka kumfunika, maana ilibidi alale hapa hapa kwenye makochi, kwani alikuwa amelewa sana ise. Binti akamwambia, bwana, kaa na mimi usiniache, naogopa kukaa peke yangu. Rafiki yake akaongea akimkumbusha kuwa pombe sio chai. Akasema, yaani wewe umesahau kwamba mimi nina familia na nina mume, kwa hiyo natakiwa nirudi nyumbani. Baada ya hapo akaondoka zake. Bibi anakuja kuamka asubuhi, amechoka hoi na mwili unamuuma kweli, lakini kuangalia pembeni hivi ndio anashangaa kumwona Mwamba. Akamuuliza, wewe umekujaje hapa? Mwamba akamjibu, hivi wewe ile pombe ya jana ulichanganya na kitu kingine au? Naona hata hukumbuki kwamba wewe ndio ulinipigia simu kwamba mimi nije. Binti akauliza kwa hofu, kwa hiyo usitake kuniambia kwamba jana ulifanya? Jamani, lakini mimi nilikuita saa ngapi lakini? Yaani mwanamke amesahau kwa mpiana alivyokuwa amelewa na kuona hana kampani baada ya shoga yake kuondoka, alimvutia waya Mwamba aje kumpa kampani, alafu sasa hivi ndio anashangaa. Binti kachoka hoi yani.
kwani sometime anafanya vitu ambavyo hata yeye mwenyewe havielewi. Basi mwamba akamletea maji ya kunywa bidada. Bidada akamjibu kwamba hawezi amini, kwani hakumbuki chochote yani. Na baada ya stori nyingi pale, mwamba akaondoka zake. Sasa baada ya hapo ndio tunamwona mwamba akiwa na mwenye nyumba wakiwa wanazinguana kinyama, yani kuhusu kodi. Mwenye nyumba akamwambia, yani wewe, ina maana kodi fonti yangu unanipangia siku ya kunipa? Kwani ni shilingi ngapi basi unayonidai? Mwamba akajibu kwa ukali, yani wewe unaongelea hivi kwenye nyumba yangu? Wewe mzee bwana, acha mambo yako. Mimi nishakwambia kodi yako nitakupa. Sasa kelele za nini mpaka majirani wajue maana yake ni nini sasa? Inaonekana mchizi ni mtata sana kwenye kulipa kodi, na mwenye nyumba ndio akawa anampa mambo yake hapa. Ila mchizi naye sio mnyonge, akaanza kumzingua mwenye nyumba huku akileta ubabe kwenye nyumba ya mtu. Ila sio kesi. Mwenye nyumba akaondoka, lakini akamwachia msisitizo fulani akisema, yaani wewe, hicho kiburi chako ndio kinakudanganya kwamba unaniletea ubabe kwenye nyumba ya mtu? Sasa ngoja nitakuonyesha mpuzi wewe. Lakini mwamba naye akibaki peke yake, anajaribu kutafakari kuwa pesa anazopata anazipeleka wapi wakati kodi hajalipa, na akijua wazi yule mzee atakuja kumletea matatizo makubwa. Basi leo tena bibia akamuita mwamba hapa, lakini mwamba leo akamuuliza swali fulani. Hivi wewe, mbona unaonekana hivi hauna rafiki? Yaani inamaanisha kwamba huwa sometime ninapokuja kwako hapa, mara nyingi huwa hutaki kunitumia, ila unataka tu kampani yangu. Hivi hauna familia hivi? Maana unaonekana ni mpweke fulani hivi. Binti akamjibu, mimi nina rafiki mmoja tu, ila rafiki mwenyewe ameshaolewa, kwa hiyo yuko busy na familia. Na mimi sina familia. Vipi kuhusu wewe? Na wewe pia unaonekana vile kama vile unaishi maisha kama yangu. Mwamba akajibu kwa dharau, wewe achana na mimi. Maisha yangu mimi hayakuhusu. Wewe ni aje? Wewe una matatizo nini? Binti akasema, wewe mbona umeniuliza kuhusu mimi? Na nimekijibu vizuri tu. Binti akaona haya ni madharau makubwa na kuhisi mwamba anamchukulia vibaya. Akamwambia kwa hasira, toka nje, na tena kuanzia leo sitaki tena biashara na wewe. Akamfukuza mshikaji ghafla bwana. Sasa cha ajabu tena, ilipofika usiku bibie akamuita tena mwamba, ingawa muda mfupi uliopita alimfukuza. Bwana mwamba huyo hapo kaja. Lakini baada ya hapo bibie akamwambia mwamba, wewe hutakiwi kulala na mimi kwenye hichi chumba. Jamaa akashindwa kuelewa na kuuliza, ni aje, kwani una shida gani wewe mwanamke? Binti akajibu, mimi nimekuita kwa sababu ninakulipa. Si nimekulipa? Kwa hiyo mimi ndio ninaamua unapotakiwa kulala wewe, sio ndio unipangie mimi? Akatungua mlango, alafu kamwambia mwamba, toka nje. Mwamba hajakaa kidogo kachezea kofi yani. Mwamba akashangaa madharau hayo ya kupigwa kwa sababu tu analipwa. Lakini binti akasema, ndio utafanya nini sasa? Kama wewe mwanaume kweli niguse uone. Hebu toka nje huko. Sasa kama kazi zenyewe ndio hivi bwana. Mzee baba, si bora ukalime tu? Kumbe kuwa kibenten nako kuna matatizo. Bimama akikasirika siku ujue unalo hilo. Haya sio maisha mzee. Lakini bibie bwana, baada ya kufanya vile, roho yake inamuuma sana, kwani kinachomtesa ni mawazo ya upweke. Alafu mwamba alimwambia ukweli kabisa. Kwa hiyo akaona bora tu amfanyie visa ili mradi tu nafsi yake iridhike. Lakini bado wapi. Mwamba akatoka na kuelekea sebuleni. Akakaa akajaribu kutafakari maisha haya yatakuwa hivyo mpaka lini, lakini akajikubali kuwa hana namna, kwani ndiyo maisha aliyojichagulia. Sasa ilipofika asubuhi, bibie akaja kumtembelea rafiki yake kuleta vitu vya kusaini mambo ya kazi. Lakini cha ajabu akamwona mwamba fulani hivi maeneo yale. Baada ya kusalimiana akamuuliza, hivi wewe kaka, samahani, hibe tushawahi kuonana sehemu mimi na wewe? Mwamba akamjibu kwa siri, hapana, umenifananisha tu. Mimi ndio mara ya kwanza na kuona leo. Na baada ya hapo akaelekea zake juu chumbani. Baada ya hapo shoga yake kamrudia bibie na kumlaumu sana akisema, yaani wewe umechanganyikiwa? Hivi humjui jamaa huyu? Huyu jamaa kila mtu anamjua kwamba ni mdangaji anayechukua miji mama na kuhongwa hela ili afanye nayo mapenzi. Yaani shoga yangu ndio umefikia hatua hiyo? Kweli umechakaa. Wewe ni wa kufanya mambo kama hayo na huogopi hata magonjwa? Huyu jamaa ninamjua vizuri mtandaoni. Anajitangaza kila sehemu na watu wote wanamfahamu kazi yake. Basi baada ya hapo bibie akamlipa mwamba pesa yake na kumwambia, nadhani kuanzia leo hatutoweza kuonana tena na nikutakia maisha mema. Mwamba hakujibu chochote, akaondoka zake. Baada ya miezi kadhaa kupita, leo bibie akiwa kazini, ghafla akaanza kujisikia kizunguzungu kikali. Rafiki yake ikabidi amsaidie na kumpeleka kituo cha afya, na baada ya bibie kupimwa, vipimo vikaonyesha kwamba bidada ana ujauzito wa miezi 3. Shoga yake alishangaa sana kwa sababu anajua kabisa rafiki yake hana mahusiano. Akauliza, hii mimba imeingiaje? Na kama alivyokuwa anatembea na ule malaya, hakutumia kinga kabisa. Akamwambia, wewe mbona una hatari sana? Bibie akajibu kwa masikitiko, yaani hata sielewi. Mimi ninakumbuka muda wote tulitumia kinga. Imekuwaje? Au jamaa alinifanyia mchezo? Yaani hata sielewi shoga yangu. Sijui hii mimba niitoe. Yaani yule jamaa hafai kabisa kuwa baba wa mtoto wangu.
Najuta mimi. Sasa bibie ndiyo mawazo yanamjia, na anakumbuka kwamba ile siku ambayo alikuwa amelewa sana ilikuwa kumbe ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake, birthday. Ndiyo akamuita Mwamba bwana. Sasa siku ile akamwambia Mwamba kwamba leo anataka ampe kitu special kwa ajili yake, na Mwamba akawa hana baya, kwani yeye anaangalia pesa tu. Ndiyo tunaona kwamba baada ya hapo Mwamba akambeba bibie mpaka chumbani, na alizofika chumbani Mwamba akaanza kutoa kondomu, lakini bidada kwa sababu alikuwa amelewa sana, alafu alikuwa na hamu ya hatari, alikataa kondomu ile. Basi Mwamba akaona haina noma, kwani kama amepandisha dau fresh, mimi napiga kavu. Na ndio huenda siku ile ile ndio akapata ujauzito huo. Leo ndio anakumbuka hapa na anajutia tu kwa machozi. Sasa bibi akiwa amejaa hasira alichukua simu yake na kumpigia Mwamba, kisha akamwambia kwa sauti thabiti kuwa ulichonifanyia sio kitu kizuri hata kidogo. Hata hivyo, mwanamama huyo aliongea maneno makali sana, kiasi kwamba yule mwanamume alishindwa kuelewa nini hasa kilikuwa chanzo cha mzozo huo na shida ilikuwa ni nini. Siri hiyo ilitakiwa kubaki moyoni mwa mwanamama, lakini kutokana na mihemko na hasira, alijikuta akishindwa kujizuia na kuweka wazi jambo ambalo lilipaswa kuwa siri yake kubwa, kwani alitoboa siri na kusema kuwa yeye ni mjamzito. Baada ya kutamka maneno hayo, mwanamama alijishtukia na kuona kana kwamba amekosea kueleza jambo hilo. Hivyo baadaye akiwa pamoja na rafiki yake wa karibu, walikaa na kutafakari kwa kina kuhusu hatari ya mtoto huyo. Wazo lake la kwanza lilikuwa ni kutoa ujauzito huo, lakini baada ya kutafakari kwa muda mrefu, aligairi na kusema kuwa hapana, hawezi kumtoa mtoto huyo, atamlea mwenyewe, lakini kamwe hatomjua baba yake katika maisha yake yote. Baada ya mwanamume yule kugundua ukweli kuhusu ujauzito huo, aliamua kwenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa bidada ili kupata mwafaka na kujua mustakabali wa mtoto wao inakuwaje. Lakini bibie alikataa katakata lile swala na kulipinga kabisa. Alimwambia mshikaji waziwazi kuwa hamhitaji kabisa katika maisha yake na wala hataki awe baba wa mtoto wake, kwani mtoto huyo atamlea yeye mwenyewe kama mama mmoja. Sababu kubwa ya msimamo huo ilikuwa ni kwamba mwanamume huyo alikuwa mtu wa starehe, muhuni na asiye na malengo wala mustakabali wowote wa baadaye wa maisha yake. Ili kumaliza mzizi wa mbuyu, mwanamama alimpa mshikaji hundi yenye thamani ya shilingi milioni 50, akimwambia asionekane tena mbele ya macho yake na asahau kabisa kama kuna mtoto anayezaliwa. Mwanamume huyo baada ya kuona kiasi kile kikubwa cha fedha alilegeza msimamo wake, kwani hakuwa anajiamini kama angewahi kumiliki kiasi kikubwa cha fedha namna ile katika maisha yake yote. Hivyo alifurahi sana na kuondoka zake. Siku zilisonga mbele na ujauzito wa bidada ulikuwa unazidi kukua siku hadi siku, huku akaanza kurudisha furaha yake ya zamani, kwani aliamini kwa dhati kuwa mtoto huyo atakuwa chanzo cha furaha na ndiyo mwanzo wa familia yake mpya. Siku moja, akiwa katika shughuli zake za mjini, Eva alikutana na yule mwanamume, na Mwamba alipomwona bidada na lile tumbo kubwa la ujauzito, aligundua kuwa damu ni nzito kuliko maji na hawezi kuikimbia damu yake. Akashindwa kujizuia na kuona kuwa hawezi kuvumilia, hivyo akaamua kumfuata ili wazungumze. Lakini Eva alimwonyesha dharau na hakutaka mazoea naye kabisa. Akaingia kwenye gari lake kisha akaondoka zake. Mwanamume hakukata tamaa. Alimfuatilia nyuma kwa nyuma mpaka nyumbani kwake, na Eva aliposhuka alimuuliza kwa ukali kuwa unataka nini tena kutoka kwangu na kuna haja gani ya kufuatafuatana? Mwanamume akajibu kwa unyenyekevu kuwa haina haja ya kupiga kelele mama, mimi nimekuja kwa wema tu na nahitaji tuongee kidogo. Lakini Eva alifoka na kumuuliza kama ana wazimu, kwani walishamalizana, na akamwambia aseme tu kama anataka kiasi gani kingine cha fedha. Mwanamume akamjibu kuwa hapana mama, mimi sihitaji fedha yako yoyote, na hata zile ulizonipa bado zipo salama, sijaigusa hata shilingi moja. Mimi ninachohitaji sasa hivi ni kuwa baba bora kwa mtoto wangu. Alimweleza ukweli kutoka vilindi vya moyo wake kuwa alikuwa ninaishi maisha yale ya hovyo kwa sababu niliumizwa sana kwenye mapenzi huko nyuma. Lakini baada ya kutafakari, nimegundua yale hayakuwa maisha sahihi na sasa nimebadilika kabisa. Baada ya utetezi huo wa dhati, Eva alianza kulainika na kumwelewa mwanamume huyo. Na tangu siku hiyo, mwanamume huyo alibadilika kikweli, kwani alianza kutafuta kazi za halali. Ingawa alikuwa amesoma sana, kupata kazi ilikuwa ngumu, lakini hakukata tamaa katika kupambania ndoto yake. Na maisha yake yalianza kuimarika kidogo na kubadilika kuwa bora zaidi. Siku moja alikuja kumtembelea Eva na kumfahamisha kwa furaha kuwa ana usaili wa kazi siku hiyo. Hivyo akamwomba mke wake amwombee kwa Mungu afanikiwe, na Eva akamjibu kwa tabasamu kuwa sawa baba kijacho, na Mungu akutangulie. Tangu hapo, upendo wao ulichanua upya kwa kasi kubwa, na Mwamba akawa anajali na kumdekeza mke wake kwa kila jambo, akimpelekea supu chumbani na kumfanyia kila lile lililompa furaha mke wake. Maisha yalisonga mbele na hatimaye Eva akajifungua mtoto wa kiume, jambo lililomfanya mwanamume huyo kuwa na mapenzi makubwa sana kwa mwanaye, na wakaishi kwa furaha na upendo mwingi mno wa hali ya juu. Hapo ndipo tunapojifunza kuwa Mwenyezi Mungu hachagui namna au mazingira ya kukutanisha watu watakaokuwa wenza wa maisha,
kwani unaweza kukutana na mwenza wako katika mazingira magumu au mabaya mno. Hivyo mtu hapaswi kukata tamaa na kudhani ana mkosi katika maisha yake. Baada ya hapo, mwanamume alizidisha juhudi za kutuma wasifu wake katika kampuni mbalimbali, na siku moja alirudi nyumbani kwa kasi kubwa na furaha iliyotawala uso wake. Aliingia ndani na kumkuta mke wake akifanya usafi. Akambeba juu kwa furaha na kumwambia kuwa, bwana mke wangu, hatimaye nimepata kazi. Mke wake alipouliza kwa mshangao na furaha kama ni kweli, mwanamume alithibitisha kuwa amepata kazi kubwa yenye mshahara mnono, na sasa ataweza kumtunza yeye na mtoto wao vizuri sana. Alimshukuru sana Mungu na pia akamshukuru mke wake kwa sababu alikuwa nguzo kubwa ya mabadiliko yake mpaka kuona matunda yake siku hiyo. Nyumba yao ilitawaliwa na furaha tele, maisha yao yakawa ya amani na mafanikio makubwa. Na hapo ndipo hadithi yetu inapoishia kwa leo. Tukutane tena katika simulizi zijazo. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini, uniambie kuwa umeionaje movie hii na umejifunza kitu gani. Pia like na subscribe kwenye channel yetu hii King Stories. Kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata ujumbe pindi tunapopandisha simulizi mpya. Asante kwa kuangalia.